Nikakaa na watoto wangu kwa shida na tabu na shida zote. Sasa alienda kununua maziwa na kuendaga kabisa? Hakurudi. Okay. Akienda. Sasa vile alienda akienda, nikakaa na watoto wangu. Nikalea tu watoto wangu kama kwa shida na tabu. Watoto wangu wakagrow, na wako waigonjeka. Hata siku moja watoto hawajaigonjeka. Ni vile siku wakafika kwenda shule. Vile walifika kwenda shule, nikawapeleka shule. Nikakuja nikadedicate kwamba Mungu anisaidie ndoa ingine ya kunisaidia kulea watoto. Sasa vile dedicate Mungu anipe ndoa kulea watoto. Vile tulikuwa tunakalia maadui. Vile nilikalia maadui, Mungu anipe ndoa ingine, alinirudishia ule mwenye alienda. Yesu magdingelegele. Halo. Adui ndiye aliondoa yeye. Halo. Aenda anunue maziwa na kuhama. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ulidedicate akanirudishia ule mwenye alikuwa ameenda. Vile alirudi, ngoja, na alikuwa ameenda muda gani? Miaka 6. Mtoto wangu ako na 6 years. Ako grade 1. Na wanakuanga number 1. Wajawahi kosa kuwa number 1. Yesu makofi mazuri. Akaenda shule yenye watoto wangu wanasoma. Akalipa school fees kutoka grade 1 hadi class 6. Akalipa basi kutoka grade 1 hadi class 6. Watoto wangu wanakula, watoto wangu wanaenda shule vizuri na wako sawa. Nashukuru Mungu hapa. Miaka 6. Pigia Mungu wa JTM makofi mazuri. Who has the final say? Yesu shangwe na makofi mazuri. Imagine shetani vile ni mbaya. Unajua najaribu kukumbuka hiyo kitu. Unaenda kununua maziwa na unahama. Sema shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Nashukuru Mungu amenirudishia ndoa yangu sasa niko sawa. Testimony ya pili. Sumpe Yesu makofi mazuri. Sasa baba yuko? Hako. Supigie Mungu wa prophet makofi mazuri. Testimony ya pili ni kuhusu Crossfield mantle. Mantle ya cross ya Pentecost. Yo mantle ya Pentecost nilichukua. Kuna mtoto hakuwa anaongea. Vile mtoto hakuwa anaongea, mtoto wa jirani hakuwa anaongea. Nikachukua mantle, nikasema mantle yenye iko ndani, nguvu yenye iko ndani ya mantle inataka ifanye huyo mtoto aongee. Nikachukua hiyo mantle nikamwekea kwa kichwa. Huyo mtoto akaanza kuongea, akaita mam, nataka maziwa.
na mtoto alikuwa anaongea kutokea miaka 2.5. Mtoto alikuwa anaongea. Vile hiyo mantle mtoto akaanza kuongea. Alafu shangilia Yesu Kristo. Sasa anaongea. Anaongea. Alafu tena mtoto wa bradangu hakuwa anamea meno. Vile nilichukua hiyo mantle nikaekelea kwa mtoto, nikamwambia, nikasema nguvu yenyewe kwa ndani hii mantle, nataka huyu mtoto amee meno hii wiki. Hiyo mantle ilifanya huyu mtoto akamea meno kwa hiyo wiki moja mtoto alikuwa anamea meno. Zungusha yako, sema fire. Zungusha yako, sema iko na moto. Sema hiyo power iliyo juu ya hiyo manto siku ya leo, atakaye cheza na maisha yako utazungusha hivi na watahama. Alafu uzi wa mantle nilikuwa nataka waniongezee pesa kwa kazi. Nikasema nguvu yenye kwa mantle, leo nikienda kazi nataka niongezewe mshahara. Nikaenda kazi. Huyo mama mwenye alikuwa anafanyia kazi akaniongezea mshahara. Nilikuwa ananipeanga 10,000 kwa half day. Akaniongezea ikakuwa 15. Bila aliniongezea ikakuwa 15. Nikasema tena nikadedicate. Nikasema hii mwezi nataka hii mantle, nataka niongezewe pesa nyingine ikuwe 20,000. Na akaniongezea sasa hivi napewa 20,000 toka half day. Kanani kuna baraka. Simama cheze. Kanani kuna baraka. Kanani kuna baraka kwa wale waliotubu. Hakika Kanani kuna baraka. Kanani kuna baraka. Kanani kuna baraka kwa wale waliotubu. Hakika na manto ina baraka. Kanani kuna baraka. Kanani kuna baraka kwa wale waliotubu. Nasema na manto ina baraka. Na manto ina baraka. Na manto ina baraka kwa wale waliotubu. Hakika kama umetubu twende. Kama umetubu twende. Kanani twende. Hakika tuinuliwe twende. Kama umetubu twende. Kanani twende. Nasema na manto zetu twende. Kama umetubu twende. Kanani twende. Hakika na manto zetu twende. Pandisha yo manto juu jamani. Kanani twende. Hakika tunawasha moto twende. Zungusha yo manto vizuri. Kanani twende. Kanani twende. Funguliwa Kanani. Inuliwa Kanani. Tunapona Kanani. Barikiwa Kanani. Twende. Hata mimi niko na yangu. Nitazungusha yangu iko. Halo? Yaani unazungusha tu bosi anaongeza mshahara. Unazungusha hata mimi nitazungusha yako. Halo? Zungusha namna hizi. Hata mimi nitazungusha leo. Sema amen. Sasa nashukuru Mungu kutokea hiyo mantle sasa hivi maisha yangu iko mzuri. Mantle yani imebeba power.
na unasema wewe ni mgonjwa. Hai. Testimony ya tatu ilikuwa kuhusu maadui. Nilikuwa ushago, nilikuwa nimeenda ushago. Nikakutana na adui. Akaniambia ati unaenda Nairobi, hiyo Nairobi hautarudi. Utarudi kama uko kwa Geneza Black. Sasa vile aliniambia mimi nitarudi kama niko kwa Geneza Black, nikadedicate. Hiyo masaa hata sikufika time hiyo masaa. Nikarudi Nairobi. Vile nirudi Nairobi, si nikadedicate tena mara 2. Huyo mwenye aliniambia ati mimi nimeenda Nairobi nitakuja kwa kaburi kwa sanduku ya Black. Yeye ndiye alienda kwa hiyo sanduku ya Black. Sio mimi. Alisema aje? Aliniambia ati unaenda Nairobi. Vile unaenda Nairobi hautarudi. Utarudi kama uko ndani ya sanduku ya Black. Mimi nikadedicate. Vile ni dedicate kuangamiza roho ya maadui. Huyo mwenye aliniambia ati nitakufa nizikwe ndani ya sanduku ya Black. Yeye ndiye alizikwa ndani ya sanduku ya Black. The Bible says a man or a woman who is medium or spiritist among you must be put dead, and their blood will be on their own heads. Leviticus 20:27. Siku ya leo, yes, adui yako anayetaka ufe kupitia kwa hii testimony, wao ndio wataisha wenyewe. Wataisha wenyewe. Luwere kwa wachawi luwe. Hakika luwere kwa wachawi luwere bande. Luwere kwa wachawi luwere. Hallelujah. Luwere wanaenda kuzimu. Hakika luwere kwa waganga luwere bande. Luwere kwa waganga luwere. Hallelujah. Hakika wanabeba uchawi wao wanaenda kuzimu. Wanaenda. Wanabeba uchawi wao wanaenda. Hallelujah. Wanaenda kuzimu. Hakika wanabeba nyoka zao wanaenda kuzimu. Wanaenda. Hallelujah. Wanabeba nyoka zao wanaenda kuzimu. Hakika bye kwa wachawi bye mimi nasema waambie wote bye kwa wachawi bye. Hallelujah. Baba waganga bye mimi nasema bye kwa waganga bye. Hallelujah. Hakika shangilia, Mungu wetu anaweza shangilia. Shangilia. Shangilia Mungu wetu shangilia. Hallelujah. Hakika shangilia, Wamanyuru wanaweza shangilia. Shangilia Mungu wetu shangilia. Shangilia wanaenda. Hakika vigelegele kwa Mungu wetu, vigelegele anaweza. Mungu wetu vigelegele, vigelegele wanaenda. Shangilia kwa Yesu Kristo. Niko na ingine ya kuhusu landlord. Mimi niliingia kwa nyumba nikakaa siku mbili. Landlord anakuja kuniambia ati msichana wangu naendanga chachi gani? Kamwambia naendanga JTM. Nilimwambia naendanga JTM, akaniambia mimi sipendi watu wa JTM kwa nyumba, kwa ploti yangu, juu watu wa JTM wanamalizanga vitu zangu. Sema Ujasema visu, sema Nikamuuliza wanauanga je vitu zangu? Kwani uko na vitu? Akaniambia
Mimi nimesema tu watu wa JTM wanamalizanga vitu zangu. Na kaniuliza uko na anointing? Nikamuuliza mbona unaniuliza niko na anointing? Nikaitika napanga nayo, lakini akaniambia kama uko itabidi utafute nyumba nyingine uhame. Mimi nikahami juu bado pesa yangu haijaisha, nitalihama aje na pesa haijaisha. Nikakuja nikachukua anointing, nikapanda kwa mlango yangu ya kuingia kwa nyumba yangu, si ya kwenda kwa mtu mwingine. Nikapanda hapo. Vile nilipanda nikachukua ingine nikaspray kwa nyumba. Mimi nikalala. Vile nililala nikaamka asubuhi, nimepata panya 6 kubwa zenye zikufangi zimekufa. Konokono 7 zimekufa. Lizard 20 zimekufa. Nikatoka nikaenda kazi, nikaspray na anointing, nikatoka nikaenda kazi. Vile nitoka nikaenda kazi kurudi, mama hakuniongelesha, nilipata amenyamaza. Ikafika siku ya Sunday kwenda church. Landlord akakataa kufungua gate nitoke niende church. Akafungua saa 1. Vile alifungua saa 1 akafungua kama amekasirika. Akaanza kusema, "Sasa ndio mnataka kwenda JTM mniulie panya yenye mebaki 1." Kwa hivyo anajua mambo yake. Sasa mimi nikatoka nikaenda church on Sunday. Nilitoka nikaenda church on Sunday. Mzee wake alikuwa amekaa hapo nje. Mimi niliambiwa alikuwa amekaa hapo nje. Vile alikuwa amekaa hapo nje, kitu ikakuja ikamgonga, akaanguka chini. Vile alianguka chini, vile alikuwa anapelekwa, aliruka shitu kidogo akapelekwa hospitali, akakufia hapo. Luwere kwa wachawi. Hakika luwere kwa wachawi, luwere bande. Luwere kwa wachawi, luwere. Hallelujah. Luwere wanaenda kukimu. Hakika luwere kwa waganga, luwere bande. Luwere kwa waganga, luwere. Hallelujah. Luwere wanaenda kukimu. Vitu zao kuloga maisha yako kupitia kwa hii testimony zinaisha nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Anointing oil tu inafyeka vitu zao. Uliza mwenzako huko na ya amesema namna gani? Ako nayo. Kama ako nayo sema, mwambie sema siku ya leo hii anointing ifyeke vitu zao zote. Ndio maana mtume usema kwamba kama unaenda kukaa kwa nyumba yoyote, anoint that house. Hello, bani kuna madhabahu ya sumpe Yesu makofi mazuri. Kabla nilikuja nikadedicate kuangamiza roho ya maadui. Nilidedicate kuangamiza roho ya maadui, ndiye aligongwa, ndiye alienda Chukulu. Huyo landlord. Landlord to child. Holy God, fire. Sema amen. Ni wa neema Yesu, ni wa neema. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Mungu wetu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Mungu wetu abariki, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Mungu wetu ainua, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema
Bwana ni wa neema, sote tunamuimbia. Bwana ni wa neema, sote tunamuchezea. Bwana ni wa neema, sote tunapeperusha. Bwana ni wa neema, Mungu wetu anatenda. Bwana ni wa neema, wamanyoro ainua. Bwana ni wa neema, Bwana ni wa neema, Bwana ni wa neema kubwa. Sema yeah. Mungu wetu ni wa neema. Sema amen. Siku ya leo Mungu akutangulia kwa jina la Yesu Kristo. Ushuhuda 5. Ushuhuda 5 ni si papa alisema tukienda tushike wacha wa ushago. Mama yangu nilichukua mantle zile 3 nikatumana nyumbani. Nilitumana nyumbani, moja ilikuwa ya mama yangu, 2 zilikuwa za watoto wangu. Sasa vile mamangu na akachukua yake akaeka kwa kaburi ya brother yangu. Akasema nguvu yenye iko ndani ya hii mantle, nataka kuona mtu mbaya akipita kwa hii kaburi abaki hapo nimpate kesho asubuhi. Sasa vile mamangu sasa akaeka akatoka akaenda akalala. Sema Asubuhi akaamka. Akapita anapeleka ng'ombe kufunga. Akaona nyoka kubwa iko kwa kaburi. Bila niona nyoka kubwa iko kwa kaburi, hiyo nyoka ilikuwa na shanga kwa shingo mara 3. Mamangu akachukua anointing akaspray juu, akaspray kwa hiyo nyoka, akatoka akaenda kwa nyumba kubadilisha. Hakuogopa. Mamangu haogopangi. Mamangu ni ako na imani ya kisirani, haogopangi. Kama ni wewe. Mamangu haogopangi, anakuwa na nguvu. Hata sasa anatusikiliza, anakuwa na nguvu. Akaspray, bila spray akatoka akaenda kwa nyumba kuvalisha watoto waende shule. Kurudi akapata mama amesimama hivi hapo karibu na kaburi. Akaambia mama yangu ati wewe ndio unajua kuua Obadia wangu mwenye alikuwa amebaki mmoja. Mbona ulimuua Obadia wangu mmoja mwenye alikuwa amebaki? Obadia? Okay. Akamwambia hivyo. Bila alimwambia hivyo. Na kwanza kitu ya kwanza hakuwa na nguo. Alikuwa na top ya juu, chini hakuwa na nguo. Alikuwa uchi. Sema Obadia amenaswa. Akatoka akaenda. Bila alitoka akaenda akafika kwa geti ya kwake. Bila alifika kwa geti ya kwake hata akuruka hiyo geti. Bila alifika hapo akaenda Chukulu. Siku watameuta kwa mamulangoni. Kweli 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 hakika mzigo watameuta kwa mamulangoni we. Kweli kweli hakika wachawi wote watakwa mamulangoni we. Kweli hakika waganga wote wamekwa mamulangoni leo. Kweli hakika nashangilia Yesu ameniokoa we. Hakika nafurahia Yesu ameniokoa we. Runga laana zimetoka leo. Hakika na washa moto, anga imefunguka leo. Kweli hakika na peperusha, mbingu inanena leo. Kweli
ninaye, Yesu ninaye, Yesu ninaye Baba. Ninaye Baba. Nimufariji. Ninaye Baba, ninaye Baba, ninaye Baba, ninaye Baba. Namurukia Mungu wangu amemaliza waganga wote. Namurukia huyu Yesu anatenda kazi kubwa. Napeperusha, peperuka, 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 nawasha moto. Jamaa wachawi, jamaa waganga, ninaye Baba, ninaye Baba, ninaye Baba, ninaye Yesu, ninaye Yesu, ninaye Yesu, ninaye. Usiku wa dhambi utakwama mlangoni. Kweli, hakika mzigo wa dhambi utakwama mlangoni. Kweli, hakika uchawi wa umekwama mlangoni. Sema yeah. Hatari. Ambia mezako ni moto. Sasa kaendea kwa hata kwa mbali jirani tu. Sasa vile akapelekwa mochari. Vile alipelekwa mochari. Anatoa machozi kama mtu mwenye ako mzima na amefungua macho. sikia, waliokutesa watalia wenyewe. Alikuwa kwa friji amelala kwa friji, anatoa machozi. Ama daktari wa moyo mfunga ingine, na anatoa machozi, analia na anatoa machozi. Siku yenye walimtoa hiyo mocha na akampeleka ushago, mapusi zake zilikuwa zinalia, zililia usiku yote. Mapusi zake pia hii siku alimzika, alienda na mapusi zake na manyoka zake. Saa yako tukuni. Waliokutesa waanze kuhama na vitu zako. Waanze kuhama. Yani manto inaangaisha wachawi. Na sasa je, Ororo Master, kama manto linaangaisha wachawi, je, Ororo Master, sema more fire. Ushauri wangu ni ukipewa kitu na papa, hata kama ukipewa hata Ororo water, udedicate. Ukipewa kitambaa usifikiri umepewa bure, lazima udedicate. Kila kitu unapewa na papa lazima udedicate. Kuhusu hiyo ndio ushauri yangu naweza wapea. Msifikirie kila kitu ukipewa ni free. Lazima udedicate ndio hii kitu ikuwe na nguvu kabisa, ndio kuwe na maisha yako ikuwe mzuri. Hiyo tu. Umesikia hiyo? Usione umepewa tu kasema hii ni free. Pia wewe dedicate. Iende namo. Sema amen.
Hiyo mato, so uliona ile siku mtumishi wa Mungu akiombea akisema inua mato yako juu na iombea, akaijaza power. Siku ya leo hiyo mato penye utaenda nayo wataanza tu kukupigia saluti wenyewe wakisema karibu mkubwa, karibu bazuu, karibu mzito. Pigia Yesu makofi mazuri.